Yo, so mambo vipi watu wangu? Hii ni Hybrid Online TV kama kawaida na mimi wananiita Freddy, mwepesi wa hizi kazi. Wao wananitaja pande zile. Bana, so leo nipo 003 nazungumzia Kilifi County. Kama Kilifi County imekuja maeneo fulani hivi kupiga story na one of the amazing talent ambao bado anatokea 003. Jamaa anakwenda kwa jina la Dempa Kenya. Sijui kama utakuwa umewahi kumsikia ama itakuwa ndo mara yako ya kwanza, lakini kama unatokea maeneo ya Kilifi kwenda hivi Mtwapa huko majengo, wewe utakuwa lazima umemsikia, na kama bado utakuwa ni mwenyeji wa jiji. Bana, behind the camera always waga ni mwanangu alineka pale, ndo anafanya masuala mapicha picha. So wacha tuondoke zetu maswali mawili matatu na mshikaji, tujue kipi ambacho anakifanya katika industry, ana manjegeka gani ambao amepanga kufanya mwakani huu, alafu tujue inakuaje. So stay tuned, Momba niko naye hapa, tuondoke zetu. So inakuaje Momba? Shwari mwanangu, inakuaje? Fresh, mambo yanaenda? Mambo yanaenda kaka. Safi. Bana, so watu wakisikia Dempa Kenya, wale ambao ndo mara yao ya kwanza kabisa pale wanategea Hybrid Online TV, wajue Dempa ni nani na anafanya nini katika industry ya muziki. Okay, Dempa ni kijana ambaye amezaliwa Kilifi County, mpambanaji, mwanamuziki, nafanya R&B, nafanya bongo flavor. So umeweza kusikia. Bana, nimekuambia ni one of the amazing talent ambao ipo 003. So sasa hivi kuna ni kitambo kidogo tangu umeachia unyama, yani umeachia track mpya, lakini kuna EP ambayo bado inatesa, inakwenda kwa jina la Street Love. Ningependa kufahamu kidogo kuhusu. Kwanza tumzungumzie uwepo wa kufanya track na Lavido, sababu nimeona kuna collab pale ndani umefanya track na Lavido. Imekuaje pengine wewe kumpata, sababu kwa sasa hivi yupo kimya sana katika game? Kuhusu EP yangu, kuhusu hiyo ngoma yenye nimefanya na Lavido, ni rahisi kwa sababu najua Lavido mwanangu, alafu Lavido pia tunaishi mtaa mmoja, so imekuwa ni rahisi sana mimi kumapproach na kufanya hiyo project. Sasa haijakuletea ugumu? Haikuwa na ugumu wote. Sawa, mimi katika EP yako ni track 4 sivyo? Track 4. Kuna ngoma pale nikisikizaga na feel kama inanikoshaga sana. Ngoma inakwenda kwa jina la Nalia. I think umefanya na mshikaji hivi kwa jina la Riktana. Vipi upande huo? Pengine kumpata imekwaje kwaje, alafu ma feeling kuandika, sababu ngoma yenyewe ukisikia unaisikia iko deep sana. Ni kitu ambacho kimekutokea wewe kama mshikaji wangu ama ni idea tu ilikuwa? Kwanza mshikaji yule ni mwanetu kutoka TZ. Bongo. Anajiita Riktana TZ. So haikuwa ngumu pia kwa sababu nilikuwa na mikakati ambayo nilikuwa naifanya, niko kule TZ, so ikawa rahisi kufanya project. Na kuhusiana na kusema kwamba ni jambo lenye linitokea, najua sisi ni wanamuziki na sisi ni vioo vya jamii. Kwa hiyo unaangalia jamii inahitaji nini kwa muda, alafu una deliver. So umesema mshikaji anatokea Bongo, sivyo? So imekuaje pengine kupatana naye, umefika ngaizo ama? Nilikuwa huko, kuna project ambayo nilikuwa nafanya nikiwa studio fulani hivyo kwa jamaa fulani hivyo Bongo. So jamaa alikuwa pale studio, tuka vibe nini, akaniambia mwanangu kuna idea, nikasikiza idea ilikuwa ni nzuri, so nikatengeneza na nikaona pia itakuwa ni bora ikiwa kwenye EP yangu, ndio maana ukaiona sasa iko kwenye EP. Amazing sana. Bana, ni track ambao ukisikiza personally kama mimi nimesikia, yani ma feeling machozi kama nitakudondoka hivi. So kuna time umenikumbusha kitu. Kuna time I think ni mwaka sijui kama last year pale, kumbukumbu kidogo inazengua. Ulikuwa Bongo, alikuwa nafuatiliaga. So unajua mimi ni fan number 1 wa Dempa Kenya. So ulikuwa nafuatiliaga pale, nikaona kuna time kama umeenda zako Bongo. Vipi, ulikuwa ni michongo ya kazi ama umeenda kufanya muziki kama muziki ama ilikuwaje? Unajua tena mwamba lazima utafute. Kwa hiyo kwenye muziki lazima ujaribu kutafuta kila aina ya njia ambazo zitafanya pa muziki wako pia uwe juu. So mimi kwenda kule nilienda TZ ni kwa sababu ya kufanya muziki, pia kuuza muziki wangu na pia kutengeneza fan base. Inaruhusiwa bro. So kipindi kile pia ambacho upo kule Bongo niliweza kuona kwamba kuna show ambayo ilikuwa inafaa kufanyika. Ilikuwa inahusisha wabongo kidogo pale, alafu nilikuona ulikuwa ndani, nimeona mtu kama Chibodi I think, wasanii wengi tu hapo course, lakini mwisho wa siku kama haikufanyika hivi, sijui kilifanyika, sijui kulitokea nini, hii imekaje pengine. Hilo jambo huwa sipendi kuliongelea, ila unajua mimi nikishaenda mahali huwa nimeshalipwa. Kwa hiyo ikifikia mahali kwamba kitu hakijafanyika, pengine basi ni mikakati ya organizers. So nadhani hakukuwa na mikakati mizuri kati ya organizers na pale mahali ambapo tulikuwa tunafaa kwenda fanya ile show. So ile show haikufanyika, lakini maokoto liko tayari tushaokota. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi.
So mnalipoga kabla ya kazi. Hiyo ndo inafaa kwa sababu unajua mwisho wa siku tu ndo muziki ndo unatuweka mjini. Sana nimependa hiyo. So tuzungumzie pengine mimi mara mwisho kabisa na kuacha ulikuwa Game Zone. Ulikuwa unafanya muziki pale Game Zone, sijui kama ulikuwa under management gani, lakini baadaye kama muda fulani nikaja nikaona umeingia katika Arab Ganda ambao mpaka sasa hivi uko hapo umekuwa signed na Arab Ganda. So ningependa kufahamu pengine kuachana na Game Zone kuingia Arab Ganda ilikuwa mkataba ama mwenyewe uliona kwamba hapa kuna mafanikio fulani ambao huko nyuma kidogo nakosa, so acha nijichanganye, imekuwaje pengine? Kwanza mimi muziki nimekuzwa nikiwa Game Zone. Na kwa vitu ambavyo watu hawajui ni kwamba Game Zone sikuwa nimekuwa signed. Game Zone sikuwa nimekuwa signed, ni ile kwamba tu mwamba alifeel vibe langu nini akaniambia mwanangu cheki wetu tupambane. Tulipokuwa tunapambana ndio ule mwamba mwingine akatokea, tukaingia kwenye mikataba, sasa hivi tunafanya kazi. So mimi nataka kufahamu kidogo, najua sometimes inakuwa iko chini ya maji kuhusu Arab Ganda, sababu kwenye IP yako nakumbuka ya Street Love kuna track ambao umefanya na Arab Ganda pale. So ni mshikaji ni msanii kabisa, alafu pia ameamua tu kukushika mkono kama msanii mwenzake ama inakuwaje? Sababu nimeona umemshirikisha pale. Yule mwanetu ni msanii, ni mwanamuziki na naimba vizuri, ni mwanamuziki. Na kunishika mkono ni kwamba yule bwana ana record label. So akahisi kwamba akinisign pale itakuwa pia ni kitu cha maana kwa sababu aliona talanta yangu, akaona effort yangu pia, akajua mwamba kuna uwezo. So tukaweka mikakati mizuri, tukaamua kusonga. Okay, hiyo inaruhusiwa. So sasa hivi ni kwa mfano hapa nikwambie kuna sitaki kuleta bifu, lakini nataka ni nyumbani bado still coast, ni kuwekea hapa pengine kuwe kuna KO alafu kuna Eko. Wewe kwa upesi unaondokana nani hapa? KO na Eko wote wanangu wanaimba vizuri. Wanaimba. Kiupande wangu mimi naonekana KO Jimbi. Vipi Jimbi wa nyumbani ama kuondokana naye sababu ndo unaona na mashiko zaidi? Hapana, si kwamba ni wa nyumbani. Mimi mwenyewe binafsi na muziki wenyewe nafanya, yule bwana huwa unanikosha sana. Okay, sawa. So maua yake apewe KO pale. Abana, so mimi kuna kitu ambacho sikielewi na wewe pia ni msanii, so ingekuwa fresh tukijulishana. Wasanii wengi ambao wanaanzaga hapa Coast kufanya muziki wa mwisho siku wanakuwa wanatoka kama wanaenda kule Nairobi, kwamba ndo wanaamini kuna platform, tuko na Masauti, tuko na Nasha Travis, wengine baadhi siwajui. So wewe ukiangalia unaona ni sawa kwamba uanze hapa alafu baadaye uende umalizie kule kutafuta pengine platform nini, ama unaona kokote tu Mungu kama amepanga ni wewe kokote unaweza tu kutusua, inakuwaje? Okay, unajua muziki ama mwanamuziki ni lazima uwe na brand kubwa. Na kuwa na brand kubwa lazima wewe unawekeza, alafu unajituma, unajaribu kutafuta kila njia ujulikane kila mahali. Kwa hiyo mtu akisema anatoka hapa anaenda Nairobi, akitoka hapa anaenda wapi, hiyo ni kutafuta fan base. Ukiwa na fan base kubwa ndo kidogo ndo unajulikana. Kwa hiyo mtu kutoka hapa kwenda mahali kwingine si jambo gumu, ile unajua pia hapa pia muziki unafanyika na watu wanafanya muziki hapa na watu wanalipwa na watu wanapata pesa, watu wanajenga kupitia muziki. Kwa hiyo popote muziki unafanyika inategemea wewe muziki wako unasukuma kwa njia gani. Okay, sawa. Washikaji wanakupataje pengine katika platforms za kwako? Unazungumzia YouTube, Instagram, Facebook pale, TikTok? Kwenye platform zote mimi kama I am Dempa. I am Dempa kila mahali, TikTok, IG, X, yani kila mahali, Facebook, yani kwenye mitandao yote ya kijamii mimi nipo kama I am Dempa. Unatafuta pale, tunaongeleshana, unanipa hai, na pia kwenye account yangu ya YouTube kama I am Dempa, unaingia pale, unasubscribe, unaangalia muziki mzuri, unaenjoy. Okay, swali la mwisho sasa kabla tufunge. Umeweza kusikia pale katika all platforms tutakuwa tunampata kama Amdempa. Tukizungumzia YouTube, Facebook pale, make sure umefika, by the way umesubscribe. Kuna mautamu, kuna maunyama fulani pale ambao ukiasikia mwenyewe utakuwa unasikia kuburudika. So sasa hivi pengine ni msanii gani ambaye unawish kufanya naye track moja? Nataka tuzungumzie Coast, yani Kilifi hapo, Mombasa hivi Taita, kuna kina Big Classic, kina nani hapo kibao. Wewe msanii mmoja ambaye una wish yani itokee siku mfanye? Mimi chance ikitokea kufanya na mwanamuziki yote mimi nafanya.
alafu nafunika ujue. So hauna hujaweka ratiba kwamba unataka kufanya na msanii fulani. Unajua kuna ile ndoto inakuaga kwamba mshikaji anauaga sana kwenye track zake, so siku ikitokea yani tupambane itakuwa vyuma vimeumana. Hakuna. Okay, mimi msanii yote naweza fanya naye nyimbo, yani tunaweza fanya project msanii yote, lakini kuhusiana na msanii ambaye mimi namfeel nifanye naye kazi ambapo roho yangu itaridhika kabisa, ni huyu ndugu yetu wa kike, mwanadada anajiita Nyota Ndogo. Nyota Ndogo, legend kabisa. Yes, yani Nyota Ndogo mimi nikishafanya naye kazi mimi nitakuwa niko sawa. Mbona Nyota Ndogo una feel kama ni mamako kwa ya mzazi katika industry, ama kuna vitu fulani ambavyo unapenda kwake? Nyota Ndogo ni legend na ujua muziki, na pia mimi ni shabiki yake namba 1. Ni shabiki yake, napenda muziki wake. Kwa hiyo kwenye mawazo yangu na pia kwenye kuchagua mwanamuziki ambaye ningetamani kufanya naye, na sio kwamba sisi fanya na mwanamuziki yote. Yani hapa niko na ratiba za wasanii wa hapa nyumbani yani wengi, paka ukijasikiza dude utashangaa Dempa amefanya na huyu Dempa, unaona. Kwa hiyo lakini mimi mwenyewe binafsi yule mwanamuziki ambaye namfeel, ambaye ningetamani kabisa kufanya naye project ni Nyota Ndogo. Nyota. Okay, so bana umeweza kusikia mengi kumhusu Dempa Kenya. Amepiga story nyingi sana pale kuanzia tumeanza session mpaka sasa hivi. So make sure unafika katika YouTube channel ya kwake, una subscribe pale, una comment, una like, alafu mwisho wa siku unachukua link una share na wanao yani mnasikiza unyao mafresh ambao atakuwa mshikaji wangu ameufanya. So ameongea mengi, I think umeweza kumsikia. Kwa sasa hivi I think hatuna mengi ya kusema, tuage tu. Bye bye, let's mix next time. Yeah.